Lakini mwalimu Ahmad bado hajaingia kwenye mamlaka, ndio namsema mwanangu, mwalimu wangu. Sasa uko unakwenda unaongea, hata kama una jambo lako ongea lilisha mapema, baada ya swali lisha urudi nyumbani. Sallu ala nabi. Allahumma salli sallam. Na usipende kula vijiweni. Tumeelewana? Usipende kula, rudi nyumbani ule na mkeo. Tumeelewana? Rudi nyumbani mapema ule na wageni wako. Una vyumba vingapi? Kimoja tu. Inna lillahi. Sasa jitahidi upate vyumba viwili. Sasa hivi utapata wageni kutoka Morogoro. Sasa hivi utapata wageni kutoka Bukoba. Utapata wageni kutoka Mtwara. Huko kwetu Lindi huko. Sasa chumba kimoja unafanya unampeleka guest mgeni. Bado hujakomaa. Jitahidi inshallah mwaka kesho. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Inshallah. Mwaka kesho ufanye nini? Upate vyumba angalau. Inshallah Mwenyezi Mungu atakuwezesha. Amin. Lakini nimalizie neno la mwisho. Jitahidi sana kuchunga mdomo wako kwa mkeo. Sawa? Jitahidi kuchunga mdomo wako kwa mkeo. Hata jambo limekuuzi usimkaripie mbele ya watu. Muite chumbani umuelezee. Lakini kuna kipindi naomba niliseme baba, naomba mnisame. Kuna kipindi riziki imeingia. Unawezekana mkeo akakuchukia sana. Tena sana, unafika pale baadaye kwa nimeinuka kupokea mzigo akaona chochote. Sasa mwenyewe akamwambia, "Hivi hawa samaki uniletea mimi kila siku usiku. Nenda kapikanani katuboya au weka kwenye friji kama lipo friji." Inafika kipindi anakuchukia mno mkeo. Ukasema mbona mtoto wa kwanza akumchukia au kapata mshikaji? Kwa hiyo wana mabadiliko. Kwa hiyo lazima ujue mabadiliko. Kama unaona mabadiliko ya serikali, sawa? Kama unajua mabadiliko, na wewe ndani mwako ujue mabadiliko ya serikali yako. Jitahidi sana mkeo na mashoga wa jirani. Hao ndio wanatuharibia nyumba. Mtu ambaye hutaki kuingia ndani asiingie. Sawa? Na mimi nakuomba baba, uwe mzee, uwe pamoja na nyumba hii ya vijana wetu. Mwenyezi Mungu nakuomba tafadhali sana,